Fungua Biblia yako, kitabu cha Mithali 18 aya ya 21. Tasoma. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wale waupendao watakula matunda yake. Ndugu zanguni, dada zanguni, umesikia kwamba mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Kwa hivyo ulimi una uwezo. Ulimi uko na uwezo wa mema na mabaya. Sasa inategemea we mwenyewe ulimi wako unautumia vipi. Unautumia vipi? Kuna watu wengine wanatamka maneno mabaya wakitumia ulimi. Unasikia wengine mtu anatamka, mimi sina maana, mimi sina akili, mimi ni mjinga, mimi ni maskini. Tumesikia uzima na mauti huwa katika uwezo wa ulimi, na wale waupendao watakula matunda yake. Kwa hivyo jifundishe kutamka maneno mazuri, jitabirie na ulimi wako mambo mazuri. Tumesikia kwamba ulimi wako umebeba baraka na laana, mazuri na mabaya, uzima na mauti huwa katika uwezo wa ulimi. Kwa hivyo unaweza jitamkia, unaweza jitabiria kifo na ulimi wako. Ukisema mimi nitakufa, utakufa kweli. Ukisema mimi ni maskini, utakuwa maskini kweli. Ukisema mimi ni mjinga, utakuwa mjinga kweli. Unajitabiria mwenyewe na ulimi wako kulingana na maandiko. Mithali 18 aya ya 21 inasema uzima na mauti huwa katika uwezo wa ulimi. Wahenga husema ulimi hauna mfupa. Ndio, lakini chungana na ulimi wako. Tumia ulimi wako vizuri, jitabirie mazuri, tamka mambo mazuri, tamka mambo ya baraka, tamka mafanikio kwa huo ulimi wako. Mauti na uzima ziko katika ulimi wako. My friend, tumia ulimi wako vizuri. Watu wengi wana ile mazoea ya kutamka maneno ya mimi sijui sina pesa. Uko na pesa na unasema huna pesa. Mimi ni maskini na wewe si maskini. Sina maana, utakuwa huna maana kweli. Tamka maneno mazuri na ulimi wako, maana ulimi wako. Kumbuka Mwenyezi Mungu aliumba vitu vya dunia na kutamka. Wewe ni mfano wa Mwenyezi Mungu. Alisema na kuwe mbingu na nchi, na kuwe na maji, kuwe na miti, kuwe na wanyama. Sasa nao neno imetuweka wazi kuwa wewe pia umekabidhiwa mamlaka ya kutamka na mambo yawe. Kwa hivyo wewe pia ni muumbaji. Unaweza jiumbia mambo mazuri. Unaweza jitabiria mambo mazuri kwa mdomo wako, kwa kinywa chako, kupitia ulimi. Elewa hiyo. Jitabirie mazuri. Mithali 18:21. Usije ukaisahau wakati wowote. Kaa ukitafakari mchana na usiku. Fanya mazoezi ya kujitabiria, kutamka mambo mazuri, kutamka maneno mazuri kwa kinywa chako. Elewa hiyo.